share. Shopping na wafanyia. Kila kitu nakufanyia. Nini unanipigia mtoto? Unanipigia mtoto wa nini? Unanipigia mtoto wa nini wewe? What do you want? You go to mom for the time being. Just stay my head to take a break. Bila anakuja kusumbua, twende kwa nyumba, atulie. Mtulie atakuja huko na wazazi wake. You pack your things down. Atakuja kutongolia maneno huko. Bwana unatumiza kwa sisi tutakuumiza. Sasa ni kujizuia tu unajizuia pana kuna watoto wachana na yeye. Watu wachana na yeye, please wachana na yeye. Kuna watoto wataka watoto waone hii drama. Sasa. Wachana ni fulani just wachana na yeye. Wewe tuchukue mtoto tuende nyumbani. Ukifikiria kuna bibi utakuja nyumbani na wazazi wako. But next time my friend, next time unatumia mkono wako pia mtoto wangu, I'll deal with you. Nawe. Piga mtoto wangu tena. Ni wani tu nakupatia kwa sasa. Sikugusi next time. Next time, touch my daughter again. Unajua uzazi, uchungu wa mzazi ni nini wewe? Sasa kuna watoto, sitaki kukosea. I'm giving you the last warning. Umenipiga mtoto over 10 times. No. Nimekupatia mguse. Tokeni. Hata peke nyumbani. Wajua economy, kulingana na economy vile iko, family mingi ziko chini. But that doesn't mean kama deal zako zende through ukwe violent kwa nyumba. Unaenda masherehe, unarudi asubuhi, ukiulizwa kitu pole pole. Na sisemi my daughter. There are so many girls, ladies, women suffering. Unaulizwa pole pole, unapiga mtoto wenyewe. That one should not happen. That one should not happen. So mimi nilienda, I met the guy, nikajicontrol, nilikuwa na uchungu. Kamwambia mbona umepiga mtoto wangu? Definitely alianza ku regret. Truly speaking, he was not violent on me, but I was a bit bitter. One of my private guys karibu wa mess na yeye, but as a parent, as a father, as a former governor, as a former leader, Leona, it was not okay because we were many to harm mtoto wenyewe. But pia nikamwambia, now you put yourself into my shoes, into my daughter's shoes, into your shoes at the moment, because we're handling the situation. Ukiwa na my daughter with your huge body, akiwa peke yake, unampiga. So that situation, he put it, sisi tukiwa wengi, tukiwa kupiga, tukiwa sote. Ama one of my bouncers, ako na body marambili ya yako, nikimwambia peke yake deal na wewe, ungekuwa situation gani? But as a parent, nili control. So I was very bitter. Nili control. Na this is how watu ukufa. Wasichana wetu ukufa, watoto wetu ukufa. Mtu akona mwili kama anaweza kupiga kifua, aumize roho, aumize heart. Anaweza kupiga kuumize kichwa. Anaweza kupiga uanguke ukufe. So vitu zingine sisi kujoke nazo. That's why nimekuja kwa public. Sija kuja ku expose my daughter, ku expose my family, but as a leader I have to talk about it. This nonsense of kupiga wa mama wanawake must stop. Whether ni mtoto wa maskini, whether ni mtoto wa tajiri, usipige mtoto wa wenyewe. Just talk to her nicely. Yeah? And whenever I go to weddings, ceremonies, I talk about these things because I'm experienced. Mimi nilianza maisha nikiwa mdogo. Hapa unaona mimi with my wife, we have stayed for over 28 years. Na sisi hatukuwa na issues. But tukikosana, when my wife is high, I try to control myself, narudi chini. When I'm high, she controls herself, anarudi chini. Mavijana, please. Kama ile tu advice niliongea na nyinyi mambo ya Chrome, hata nitaongea na nyinyi. This time it is my daughter. Na si ati sababu it is my daughter it has to stop. It has been happening. Amekuwa akipigwa sana lakini kama mzazi na control. But mali imefikia sitajicontrol. Nimeenda huko kama vile mnaona hapo. I've taken my daughter na watoto nimekuja nao hapa nyumbani, niko nao. Tunajua hata sisi tunakuwa chini saa zingine. Hata si ukosa pesa.
Kule kwa sababu na maanisha upige mtu. Funga mlango. Ukijisikia umefanya makosa utakuja nyumbani na wazazi yako. Funga mtu asiingie kubeba vitu hapo. Hiyo gari utaleta mali kupiga rangi. Iko na shida gani? Steady. Utakuja kwa ofisi Monday. Ukafanya hivi gari nimekununulia nyumba na kulipia rent. Lakini si mara ya kwanza, sio wewe utakuja. Utakuja nyumbani. Sawa? Ukisikia umekosa kuja na wazazi wako nyumbani. Wacha ule jamaa afikirie kama ako na haja na bibi yake atakuja na tutaongea. Wako na bahati, Mungu amenibariki. Nimewanunulia Range Rover Evoque wako nako. Watoto namsomeshea, shopping na wafanyia. Sijisifu, ni mbaya na ni uchungu kupigiwa mtoto. Mbaya sana. Mtoto umezaa, umesomesha, umelea. Next time sitakubali kitu kama hiyo. It is very wrong. But in the meantime, we will follow the law. Tuone ama tuhakikishe such occurrences do not happen again in future. Viongozi huogopa kuongea mambo kama hii ya familia kuongea na nje. But sijisifu, but let me talk about it. Ndio iende wa Kenya wasikie popote pale wako. Yeah? Because the agenda-based violence victims who are suffering today kwa vijiji. Mtu amevunjwa mbavu, hajui mali ya kwenda, hana pesa. No. Nairobi Women Hospital wako na that department na nairegelea inaitwa Gender Violence Recovery Center. Nimekuwa shocked. Na si ati sina uwezo wa kupeleka my daughter Nairobi Hospital ama Aga Khan ama kuboka kwa ndege in South Africa ama any other hospital in India ama London. No. But nilipoona vile iko kaenda kusema pale police station imepigiwa mtoto ngaambiwa hapana, siku hizi enda tu Nairobi Women. Atatibiwa, tunafuata hizo report za huko. So, you never know. Mtoto amepigwa makofi, uwezi jua amepata injury gani. So I decided personally as a parent kwenda na my daughter paka huko. Kufika hapo hata nikarani kadi nikalipa. Kufika kwa doctor kusema ni kesi gani, ati gender based violence, mtoto wako amepigwa, kwambia yes. Wapi akaangalia, amefura mdomo, amefura huku. Akasema no, we have to go for a scan and x-ray tuone maybe kuna internal injuries. Internal injuries are very bad, my friends. Nyinyi marafiki zangu wa mama na vijana, internal injury ni mbaya sana. Inaua. Unaweza kuwa na internal bleeding, unaweza kuwa na dislocation mahali, ni mbaya sana. Hata unaweza kuwa na clots bila kujua. Unaona? Hii ni kitu nawaambia ya leo, 16th mwezi wa 11 2025. Unaona hiyo tayari maskan. Kuconfirm whether kuna internal injury. Na hii kitu nimesema si ati ya Sonko peke yake. This is free even for those who cannot afford. Those who cannot afford. Ni kitu ya bure. Kwa hivyo ukiumizwa na chali yako, bwana yako, nani wako, enda hapo Nairobi Women. Any branch of Nairobi Women Hospital. Free everything. Scan ya kichwa, wapi, bora umepigwa. Hata ukirepiwa. Nimefurahishwa na hizo services za hapo. So hata ukipigwa na ukose fare, you contact me, nitawasaidia. But this has to stop.